Kwenye kitabu cha Luka 13 mstari wa 6 hadi wa 9 kuna mfano mmoja ambao Yesu ametupa kwamba kuna bwana mmoja alikuwa na mti wake wa fig tree ambao alienda kuangalia akakuta hauzai matunda. Akasema tuukate huu mti na ukata kwa sababu hauna matunda yote, hauna faida yote ambayo unanipa. Lakini ule mtunza bustani akaja akamwambia, Bwana, unaweza kunipa nafasi ni umwagilie, niendelee kutunza kidogo, ni ulimie, ni upalilie vizuri, then usipoza tena ndio tuukate. Kwenye parabo ule mtunza bustani anamaanisha Bwana wetu Yesu Kristo. Mwenye mti anamaanisha ni Mungu ambaye ametuumba, na mti wenyewe ni sisi binadamu. Mungu ametuumba kutimiza kusudi fulani huku duniani. Tusipolitimiza ile kusudi, Mungu ana haki ya kutuondoa kwa sababu hatuna faida yoyote. Ni kama wewe na shamba lako au mradi wako ambao haukupi faida yoyote. Unaweza kuamua kufutilia mbali. Lakini Mungu sasa akamtuma Bwana wetu Yesu Kristo kama gardener, kama mtunza bustani, ambapo bustani hiyo ni sisi. Mazao yaliyoko ndani ya bustani ni sisi. Na akatupa nafasi nyingine. Basi kila muda ambao unapata, kila pumzi, kila dakika ambao unaipata ni nafasi nyingine ambayo Mungu amekupa kutimiza ile kusudi ambalo Mungu amekuumba kulitimiza. Na kama hujui kusudi hilo, basi ni wakati sahihi wa kutafuta kusudi la maisha yako. Kuingia ndani yako na kujua ni kwa nini unaishi. Na ukishajua kusudi hilo, utaishi maisha yenye mantiki, maisha yenye maana, kwa sababu utajua unaenda wapi. Kila siku utaamka kufanya kazi kutimiza ile kusudi lako. Sio tu kuishi kama watu wengine wanavyoishi au kuishi kufuata mkumbo, bali kuishi kutimiza ndoto zako, kuishi kutimiza kusudi ambalo Mungu amekupa. Na kila siku ni kama chance ya kuendelea kutimiza ile kusudi lako. Hivyo usikate tamaa kwa hali yoyote ambayo unaipitia, bali tafuta kusudi la kuumbwa kwako, na kila siku uishi ukilitimiza au ukiliendea hilo kusudi lako mpaka utakapolikamilisha. That's it.